Naam. Nimekuwa nikiangalia sana juu ya miti hii na nimeona kwamba Mwenyezi Mungu kweli aliumba dunia na dunia ina maajabu. Na hiyo inanikumbusha jambo moja, na naona niweze kuwaletea hadithi juu ya hao wanyama ambao Mwenyezi Mungu amewaumba. Na leo nitawarudisheni tu kule kwa ufalme wa wanyama, ila siwaletee hadithi juu ya simba ama fisi. Hapana, ningependa niwaletee hadithi nzuri juu ya ndege mmoja mkubwa ambaye anaitwa filimbi. Anaitwa filimbi kwa sababu ana mdomo ambao umechongeka sana kama shoka, na juu unaweza dhani amevalia kilembe kama hiki ambacho nimevaa. Sasa siku moja kule msituni, huyu filimbi alisikia maumivu sana, anaona anaumwa sana, na alikuwa anasumbua wenzake, anawapigia kelele. Ndege wenzake wanamuuliza, rafiki yangu, mbona unatufanyia kelele? Yakamwambia, mimi naumwa sana na mdomo wangu mrefu, mbawa zangu pia zinauma kidogo, mke wangu haya maumivu mengi. Sasa akaja mdudu mmoja ambaye anaitwa mende wa mabaka. Rafiki yangu, mende wa mabaka ndio yule ambaye mnaita kwa king'enge ladybird. Akamwambia filimbi, mbona unawafanyia wenzako kelele? Tafadhali wacha kelele, nyamaza. Hakumsikia. Sasa huyu mende aliamua kumwendea mnyama mmoja ambaye anajulikana sana kwa mwendo wa kunyatanyata. Yeye anaitwa kobe. Akamwambia, kobe, kidogo rafiki yetu atatuletea shida hapa. Kobe akamwambia, hiyo ni shauri yako, maumivu yake ni yake. Mende wa mabaka akatoka pale, akakutana na rafiki yake ambaye anaitwa uyoga. Akamwambia, uyoga, kidogo kelele ni nyingi, filimbi anatupigia kelele, usimkanye. Uyoga ukamwambia, wewe ni mdudu mdogo sana, usinifanyie kelele. Lakini mende hakusita, aliendelea kutembea, akatembea, akakutana na mimea ambayo huwa inamea kwa miti mingine. Kaiambia, hata kama wewe ni mmea, jaribu kumkataza huyo ndege, kelele ni nyingi. Huyo alimwangalia tu. Sasa mende wa mabaka akateremka chini. Alipofika chini ya mti, akakutana na konokono. Kwa wale ambao wanapenda samaki, wakati mwingine wanasema konokono ni samaki wa shambani, na naambia kwamba kuna wengi wanampenda, ana mnofu mzuri. Kamwambia konokono, mbona usikii huku kelele ziko juu huku? Konokono akatingiza tu kichwa, akasema hiyo ni shauri yake. Mende alitoka pale akapanda juu ya ndizi, kwa mgomba wa ndizi, lakini akajaribu pia kuzungumza na ndizi. Akamwambia, ndizi, wewe ni rafiki yangu, manake mara mingi wananipatia makao, lakini huku juu kuna kelele. Kamwambia filimbi aache kelele. Ndizi hakusikia. Basi baada ya dakika chache kulitokea mwindaji. Mwindaji alipofika pale, anauta na upote,
akamlenga filimbi. Filimbi akaanguka chini, akamuokota, akamtia kwa kaburi lake ambalo alikuwa nalo. Baada ya kumtia ndani ya kikapu, akaangalia kando, alimuona kobe amelala pale. Akasema kweli mchuzi wa kobe pia ni mtamu. Akamchukua akamuingiza mule ndani. Pale chini pia kulikuwa na konokono. Akachukua konokono akamtie kule ndani. Kuangalia hivi akaona ndizi, akakata ndizi akaweka pale. Akaona sasa amepata chakula cha kutosha. Akatafuta kamba ya kufungia, akapata ile ambayo ilikuwa inauzunguka ule mti. Akaondoka polepole na kwenda nyumbani na windo lake akifurahia. Bila shaka mke wake na wanawe walifurahia mulo. Huyu mende wa mabaka alibaki pale pale, akaepa mambo na kushikwa na kuuawa. Rafiki yangu, unaona haya kelele zako, yani hapa tunaweza sema ni shauri yako. Shauri yako ni shauri yangu. Manake huyu ambaye ameleta tatizo katika msitu alikuwa ni mmoja. Na hapo ndio mara nyingi wanawaambia kwamba mtego wa panya. Mtego wa panya huwa na lengo moja, lakini unashika wote waliomo na wale ambao hawamo. Tunajifunza nini? Ikiwa una tatizo, jaribu kumfahamisha mwenzako kwa utaratibu. Na ukipewa ushauri huo ufuate. Tafakari sana haya. Hizi na hadithi za stories za Daddy na Moving Pictures Kenya. You can like, you can subscribe, share and also give us your comments. Mimi ni Mwalimu Ambrose. Asanteni.